Mlewa maarufu kama Teacher Paul. Sio rubani. Kutokana na nguo niliyovaa unaweza kufikiri ni rubani. Nilikuwa na ndoto za kuwa rubani, ila kwa sababu nasema kwamba upate unachokitaka ilo unapata unachokistahili. Kwa hiyo sasa hivi ni mchekeshaji, badala ya kurusha ndege sasa hivi narusha vichekesho. Cha msingi sijatoka kwenye lengo ni kurusha. Sasa najua unaweza kusema Teacher Paul unaweza kuchekesha kweli. Yes, I'm a professional, I can make you laugh. Lakini sio lazima nimchekeshe kila mtu, kwa sababu haiwezekani mtu yuko hapa kimwili lakini kiroho unawaza rejesho. Na mtu mkopo mmoja umecheza majina 8. Kwa kweli wewe sehemu unayostahili kuwa ni kwa Mwamposa ukaombewe, au nimuite Dr. Mauki akupe guidance and counseling. Lakini pia ningependa kutumia fursa hii kuweza kushukuru uongozi mzima wa bodi ya mikopo ya elimu wanafunzi ya juu. Uongozi mzima, japo I was super excited, at the same time I was nervous. Imagine unaitwa na mtu anayekudai. So like mnataka kuongea na mimi nini jamani? Mnanidai nini? Nikasema kubali wito, kataa neno. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa kulialika kujumuika nanyi kwenye uzinduzi wa kiduchu fresh. Sote tunasonga kwa sababu ni project ambao ni nzuri. Awali nilikuwa naona like ni ngumu kulipa kwa mkupuo, lakini as long as umetugusa hadi sisi tusiokuwa kwenye sekta rasmi kwenye kurusha vichekesho huku, nikiokota chochote kitu na mimi narejesha, kwa sababu nimesikia kiwango ni kidogo tu, shilingi 5,000. Kama ninaweza kutake risk nikabeti nikaweka kindege, 5,000 kitu gani jamani? Mheshimiwa Waziri, 5,000 kitu gani? Kwa hiyo niseme kwamba jamani, kuonyesha kwamba mimi ni mdau mkubwa. Mimi kwenye elimu yangu, shahada yangu ya kwanza nilipoiweka sasa hivi nina elimu zaidi ya degree moja, wakati ni hii tu nina degree moja. Degree yangu nimesomeshwa na bodi ya mkopo, wamenifadhili. Sema nilipoiweka na sound like sitalipa, naomba niweke vizuri. Nimekopeshwa. Nimekopeshwa takribani milioni 15 na ushere. Lakini kwa masikitiko makubwa mpaka hivi ninavyoongea bado sijaanza kurejesha. Kwa hiyo ningependa kutumia fursa hii kuweza kuitoa serikali wasiwasi. On a very serious note guys, hivi kati yangu na serikali nani ana wasiwasi? Kwa hiyo nitoe serikali wasiwasi kwamba kupitia kiduchu deni lenu nitaanza kuirejesha, kwa sababu hivi ninavyoongea na uzuri ni kwamba wageni waalikwa, deni langu ni himilivu na swala hilo nilishaliweka kwenye mchakato, na mara baada ya kumaliza kufanya upembuzi yakinifu nitawalipa deni lenu maradufu. Ninafanya haya yote kwa maslahi mapana na mstakabali wa taifa letu ili kuweza kuleta tija. Kwa kupitia kiduchu lazima nilete tija. Kwa sababu kupitia kiduchu, na ningetumia fursa hii niweze kuwaasa wanufaika wenzangu, kama alivyosema mkurugenzi ameiweka vizuri. Unajua kaambiwa mdaiwa ina sound like wanufaika wenzangu kwamba ni wakati sasa kupitia kiduchu tuanze kurejesha, na sio kwa sababu tunawanufaisha maafisa wa bodi ya mkopo, no. Kwanza kabisa ni uzalendo. Alafu pili, ukirejesha tunatoa fursa kwa wadogo zetu, kaka zetu wasiojiweza wakapata nafasi na kukopeshwa, wakasoma, wakatimiza ndoto zao. Kwa hiyo mimi sasa nipo kwenye sekta isiyo rasmi, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nimejitokeza leo mbele wa naibu waziri wa elimu, nitaanza kurejesha. Ni wasi wanufaika wenzangu jamani, kupitia kama mimi mtupe vichekesho nimejitokeza hadharani, njooni jamani tuwaungishe wenzetu ili na wadogo zetu wapate kusoma. Mwisho kabisa, japo sio kwa umuhimu jamani, kama kuna mtu baada ya hii session anaelekea Tabata, ninaomba nipate lift jamani. Wanasema unaweza kawa hauna gari lakini Mungu hakunyimi vyote. Gari hauna, jitahidi basi unipatie hata unga walishe. Nafikiri afya yangu mnaiona wenyewe. Asanteni sana, naitwa Teacher Paul.